Hujambo na karibu mtazamaji wa Tumaini TV. Bila shaka mzima wa afya. Hii ni Tumaini Habari na mimi ni Joyce Patson. Ungana nami kuangazia tulionayo siku hii ya leo. Afisa mikopo waonyesha jitihada kuwanufaika mikopo NMB. Tetemeko la ardhi la watu 95 na 130 kujeruhiwa China. Wafanyabiashara walalamika upungufu wa mauzo wakati wa likizo. Na katika michezo na burudani, mechi ya uzinduzi ya mashindano Datu Interclass yashindwa kumalizika kwa dakika 90. Wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Tumaini waipongeza serikali ya wanafunzi kwa uongozi wa miezi 6 yenye uadilifu katika kutatua changamoto na kuongeza miradi mbalimbali. Mwandishi wetu ni Hadu ana taarifa kamili. Toka serikali ya wanafunzi imeingia madarakani mnamo Juni mwaka 2024, imetimiza miezi 6 ambayo imesaidia kuleta maendeleo katika sekta mbalimbali ndani ya chuo. Tumaini TV imezungumza na baadhi ya wanafunzi ambao wameeleza namna uongozi huo ulivyowanufaisha katika kutatua changamoto na kuonesha ushirikiano. Ukipata tatizo lolote unaweza ukampata kiongozi ukamuuliza. Mfano mimi ni mwaka wa kwanza nilipofika hapa, viongozi wamenichangia katika ushirikiano mkubwa sana na nikafanya mambo yangu kwa urahisi. Kwa viongozi wa Datu Tumaini University wamesimama katika mikakati mizuri sana. Nimenufaika na mambo machache kwa serikali mpya ya wanafunzi. Cha kwanza, napata taarifa muhimu za chuo pamoja na kujua kipi na nini ambacho kinaendelea hapa chuoni. Kingine ni kwamba ushirikiano wa wanafunzi pamoja na viongozi hususan kwenye serikali ya wanafunzi kwenye mambo mbalimbali. Mfano, inapotokea semina fulani, wao hutuelezea na kutupambanulia nini hasa ambacho kinatakiwa kifanyike, lakini pia kututetea kwenye nyakati ngumu kama sisi wanafunzi. Mfano, kama kuna muda tunahitaji maeneo ya kusomea yaongezwe, serikali ya wanafunzi kukaa imara na kidete kututetea kwa jambo hilo. Hao ni machache tu kuhusiana na. Akizungumza naibu waziri utawala bora Datuso Joakim Kitamkisi ameeleza kuwa kupitia uongozi wao wamesaidia kuanzisha miradi midogo midogo ya maendeleo ikiwemo ya maji pamoja na stationari ili kuwarahisishia wanafunzi kupata huduma ndani ya chuo. Serikali ya Datuso imejipambanua katika vitu mbalimbali. Kwanza imeanzisha miradi midogo midogo. Mradi wa kwanza ni mradi wa maji. Ukienda pale Vimbweta kuna mradi ambao tumeanzishwa ambao unatoa maji. Yaani wanafunzi wanapata maji kwa bei nafuu. Lakini ukiachana na hilo au sanjari na hilo, kuna mradi mwingine ambao serikali ya wanafunzi Datuso inanufaika, ni mradi wa stationari. Kuna stationari 2 ambazo zipo hapa. Hizo stationari zimeanzishwa kupitia serikali ya wanafunzi Datuso. Manake serikali ya wanafunzi Datuso ndio imepangisha kwa watu kuweza kufanya kazi. Kwa hiyo hivyo ni moja ya vitu ambavyo vinafanya au vinatengeneza uchumi wa serikali ya Datuso kuweza kukua na kuweza kuendelea. Toka uongozi uingia madarakani mwaka 2024 umeweza kuleta matokeo makubwa chuoni hapa katika sekta mbalimbali. Na leo tumeweza kuongea na baadhi ya viongozi pamoja na wanafunzi ambao wametoa pongezi kubwa chuoni hapa. Nikiripoti kutoka Datu Tumaini University, mimi ni Hadu Selemani wa Tumaini. Wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Tumaini Dar es Salaam wamewasilisha ombi rasmi kwa uongozi wa chuo hicho wakiomba uwepo wa ziara za kujifunza nje ya chuo ziwe sehemu ya ratiba yao ya masomo. Tungana na mwandishi wetu kwa taarifa kamili. Wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Datu wamewasilisha ombi lao rasmi kwa uongozi wa chuo hicho wakiomba uwepo wa ziara za kujifunza nje ya chuo ziwe sehemu ya ratiba ya masomo. Ombi hili limetokana na imani kuwa ziara hizo zitawezesha kujifunza kwa vitendo, kupata maarifa mapya na kujengea mazingira halisi ya kazi katika sekta mbalimbali. Tumaini TV imezungumza na baadhi ya wanafunzi ambao wameeleza shauku kwa ujumla kuhusiana na mwendelezo wa ziara ambazo zinawapa hamasa kujifunza kwa vitendo. Hapo mbeleni kwenye tarehe 24 tuna tour ya photojournalism. Kiukweli hiyo sio tour ya kwanza mimi kuhudhuria, ni tour kama ya pili. Kama ya pili kama sikosei, kwa sababu tour tunaamini ni part of kujifunza. So kama ni part of kujifunza
tuna gain vitu vingi, vitu mbalimbali. Apart of kujifunza pia tuna vitu vya kunini, vya entertain, vya kuburudika, lakini pia tunajifunza, tuna relate au tuseme tuna interact na watu mbalimbali ambao huenda tukawa tufamili nao. So na shauku kubwa sana hiyo Zani nadhani kwenye uongozi labda nakuwa wapangili vitu vyao vizuri. Unakuta mpo watu 100, alafu labda kwenye malazi, wameandaa labda malazi ya watu kama 70, unakuta watu 30 wanaanza kusafa, labda umeenda kwenye hoteli hii imejaa, unaenda kwenye hoteli inayokuja mnapewa hoteli nyingine. Kwa hiyo nao pia nimenotice kama ni changamoto. Ushauri wangu kwa viongozi na mamlaka husika ambao wanahusika kuandaa hii safari ni wafanye maandalizi ya muda mrefu, labda yani yaanze labda kwa mfano miezi 2 kabla, wakifanya maandalizi vile, kujua idadi ya watu waliopo na watu ambao wanaenda. Hiyo itakuwa ni rahisi pia kufanya. Aidha, waziri wa mambo ya nje ya serikali ya wanafunzi Datuso Zanura Ibrahimu ameeleza mchango wa ziara hizo nje ya chuo inasaidia katika kujifunza zaidi kwa vitendo, pia inasaidia katika masuala ya connection katika sehemu mbalimbali. Binafsi naweza nikasema kwamba safari zinazoandaliwa na uongozi wa serikali ya wanafunzi au zinazoratibiwa na walimu mbalimbali kuhusiana na masomo ambayo wanatufundisha zina mchango mkubwa katika taaluma zetu, kwa sababu kwa mfano watu wa mass communication wanaosoma mawasiliano ya umma wanapotoka wanakutana na watu mbalimbali na kupata connection, lakini pia connection zile zinawasaidia kujenga ukaribu na wale watu. Hata watakapohitimu wanaweza wakawatumia kama sehemu ya kuwatafutia fursa mbalimbali katika maeneo mbalimbali ambayo wanaweza wakajitolea kama wanafunzi wa intern, au pia wakati mwingine mtu anaweza akamtafutia mtu sehemu akapata sehemu ya kufanya kazi kwa mkataba au kwa kuajiriwa moja kwa moja. Kwa ziara mbalimbali kuweza chuo cha Datu imekuwa chachu ya maono mbalimbali kwa wanafunzi na mawaziri wakizungumzia namna safari hizo zinavyokuwa zina muhimu kwao. Nikiripoti wa chuo cha Datu, nimeripota yako Athman Juma Asman. Asante Asumani kwa taarifa hiyo. Wiki ya wanafunzi inayofanyika katika Chuo Kikuu cha Tumaini Dar es Salaam maarufu kama Datu Week imekuwa chachu katika kuibua na kukuza vipaji vya wanafunzi. Tuungane na Antoni kwa taarifa kamili. Wiki hiyo imekuwa ni chachu katika kukuza na kuibua vipaji vya wanafunzi katika Chuo Kikuu cha Tumaini maarufu kama Datu, ambapo wanafunzi wamesema, kwangu mimi Datu Week ina umuhimu mkubwa sana, na kuna mambo mengi ambayo tunashiriki Datu Week kama wanachuo. Cha kwanza kabisa ni ina expose vipaji vya wanafunzi ambavyo wako navyo, kwa sababu Datu Week sio tu kwamba inawahusisha wanachuo peke yao, lakini pia tunaona kwamba kwa namna moja au nyingine kuna watu baadhi ambao wanatoka nje kwenye jamii zetu ambao ni mashuhuri, huwa wanakuja wanashiriki na sisi Datu Week, na kupitia wao wanachuo wanaweza kuexpose vipaji ambavyo wako navyo na wakatambulika. Mimi kama mwanafunzi wa Datu nilishiriki vilivyo katika maonesho ya Datu Week, ambapo nilipata nafasi ya kushuhudia vipaji mbalimbali ambavyo vilikuwa vinaonyeshwa na wanafunzi mbalimbali wa hapa Datu. Kwa mfano, nilipata kushuhudia wanamuziki, nilipata kushuhudia wanaojua kuimba, wanaojua kupika na vipaji mbalimbali. Kwa upande wangu mimi nilinufaika kwa sababu kwa kuwatazama tu wale wanafunzi nilipata kuona kwamba kumbe watu wanaweza wakaonesha vipaji vyao kwa ujasiri. Akizungumza na Tumaini TV, moja kati ya washiriki wa Datu Wiki ambaye kipaji chake ni kuimba, kijana Benjamin amesema uwepo wa Datu Wiki ni chachu ya kukuza kipaji chake. Nimeitumia vizuri sana wiki ya Datu kwenye kukuza kipaji changu, kwani mimi ni msanii, mwanamuziki. Wiki ya Datu imenisaidia kutangaza platform zangu, sehemu ambayo naweza kupatikana au kazi zangu zinaweza kupatikana. Naye waziri wa mambo ya ndani Mheshimiwa Agneli Kilongosi ametolea ufafanuzi kiundani juu ya muendelezo wa wiki ya Datu katika kuibua vipaji vya wanafunzi. Na mara nyingi kwenye Datu wiki inahusisha matukio mbalimbali. Ni ile wiki ambayo inakuwa iko busy, lakini kwa kipekee kuna kuwaga na matukio ya kuweza kutambua na kushowcase au kuonyesha vipaji kwa wanafunzi mbalimbali. Na hivyo vipaji vimegawanyika katika angles au katika namna tofauti tofauti. Labda wanaonesha vipaji vyao kwenye kuimba, wanaonesha vipaji vyao kwenye kuigiza, wanaonesha vipaji vyao kwenye kazi za mikono yao, ambapo kuna madawati au kuna zile deski ambazo kila
mwanafunzi ambaye anajua ana kitu, ana talenti, ana showcase ile talenti yake. Waswahili husema kipaji hakimtupi mtu, na siku zote kipaji ni ajira, lakini pia kipaji ni amali ya jamii. Nikiripoti kutoka eneo hili la chuo cha Tumaini, mimi ni Anton Charles wa Tumaini TV. Asante Anton Charles kwa taarifa hiyo. Na afisa mikopo chuo kikuu cha Tumaini Dar es Salaam apewa pongezi kwa jitihada alizozionyesha juu ya kufanikisha upatikanaji wa pesa za kujikimu kwa wanafunzi. Tungane na John Maela kwa taarifa zaidi. Sifa na pongezi nyingi zaenda kwa afisa mikopo chuo kikuu cha Tumaini Dar es Salaam baada ya kupambana ipasavyo bila kuchoka ili kuweza kufanikisha kupatikana kwa mikopo licha ya changamoto zilizopatikana. Hii imekuwa hatua mafanikio kutokana na uongozi imara wa afisa mikopo ambaye amejitahidi kuhakikisha mchakato wa kupatikana kwa mikopo unakamilika kwa wakati. Nao wakizungumza na Tumaini TV, baadhi ya wanafunzi wa mikopo walikuwa na haya ya kusema. Mikopo kwa kuwa wametuwezesha, na hiyo fedha imetusaidia kwa ajili ya kujikimu, pia inatusaidia kwa ajili ya books and stationery. Yaani kwa ujumla inatusaidia kuendesha maisha yetu. Dada zao walivyofanya, japo wengine ndio hivyo, kulikuwa na matatizo mbalimbali, changamoto kwenye kupata mkopo, kucheleweshwa, lakini bodi imejitahidi katika kufanikisha mambo yake yote na wanafunzi kupata mkopo na kuendelea na masomo yao. Naye waziri wa elimu na mikopo Mheshimiwa Sylvester Ntabagi alieleza mbinu alizotumia kuwapatia moyo wanufaika wa mikopo. Kuongea nao, kuzungumza nao vizuri kabisa, watambue kwamba changamoto za namna hii ni changamoto za kibinadamu, na changamoto hizi basi ikiwa ni changamoto za kibinadamu basi inaweza ikatatulika kwa namna moja ama nyingine. Hivyo tulizungumza nao wakae watetu, huku sisi tukiwa tunalipushi jambo hili kwenye serikali ili kusudi jambo liweze kufanikiwa kwa urahisi zaidi. Na tumeweza kufanikiwa, na mpaka sasa tunavyozungumza 75% ya wanafunzi ambao wanapokea. Mbali na mbinu hizo za wizara hiyo, naye afisa mikopo wa chuo kikuu cha Tumaini Dar es Salaam ndugu Herbert Fungo aliwasa wanufaika wa mikopo kuwa na nidhamu ya pesa. Labda tu ushauri wangu kwa wanafunzi ni kwamba wanafunzi inabidi wajue financial management. Wengi wanapokuwa wameipata ile hela wanasahau kwamba hizi siku ni nyingi. Kwa unakuta mwanafunzi anatumia hela vibaya, siku chache zimepita. Kuna wengine walitaka hizo hela wawekewe Christmas. Wanafunzi wangewekewa hizo hela Christmas kama zingekuwepo mpaka leo. Zisingekuwepo, na kama ni officer kwamba wanafunzi pia inapokuwa imetokea kula mbivu mchumia juani kule kivulini. Hivi sasa wanufaika wa mkopo wa NMB wanakula kivulini kwao kutokana na uongozi imara wa afisa mikopo na waziri wake. Mimi ni John Maela, Tumaini TV. Asante mwanahabari wetu John Maela kwa taarifa hiyo nzuri. Na habari hiyo inatukamilishia habari za kitaifa. Twende mapumziko mafupi na tukirejea ni habari za kimataifa. Kalenda ya mwaka 2025 bado mpya. Heri ya mwaka mpya wa Yas na Mix by Yas. Watanzania wametusikia. Vifurushi wananunua na miamala ya Mix by Yas wanafanya. Na hadi sasa Watanzania zaidi ya 530 wameshinda magifti ya kugifti kutoka Yas. Simu janja mpya zaidi ya 300, pesa taslimu zaidi ya milioni 190, maelfu ya dakika na SMS, na kubwa kuliko yote, kuna Mtanzania mmoja amefungua mwaka na gari mpya 0 kilomita. Bado kuna mamilioni ya pesa na simu janja kugiftiwa kila siku, na gift kubwa kabisa ni shilingi milioni 50 na gari mpya. Endelea kufanya miamala ya Mix by Yas na kununua vifurushi vya Yas. Yas, ni wakati wetu. Takribani watu 95 wamethibitishwa kufariki na wengine 130 kujeruhiwa, huku zaidi ya majengo 1000 yameharibika huko China. Tungane na Dynasty Msungu kwa taarifa zaidi. Takribani ya watu 95
wamethibitishwa kufariki na wengine 130 kujeruhiwa baada ya tetemeko kubwa la ardhi kupiga katika milima ya Tibet nchini China. Picha zinaonyesha majengo mengi na magari yakiwa yameharibika katika mitaa mbalimbali baada ya tetemeko hilo kupiga. Katika mji wa Lhasa, video zilizochapishwa zinaonyesha uchafu uliotawanyika mbele ya migahawa barabarani. Wafanyakazi wa uokoaji wanaendelea kutafuta watu chini ya kifusi. Dines Msungu, Tumaini TV. Maelfu ya wananchi Msumbiji wakimbilia Malawi baada ya ghasia zilizotokea kutokana na uchaguzi wa Oktoba nchini humo. Winifrida Mahimbo ana taarifa kamili. Tangu tumekuja hapa na njaa, tulikuwa na vikombe tu viwili vya unga wa mahindi. Hakuna pa kulala, hakuna mablanketi na nina nguo hii tu niliyovaa. Hawa ni baadhi ya raia 13,000 wa Msumbiji waliokimbia ghasia za baada ya uchaguzi na kwenda kuishi katika nchi jirani ya Malawi. Hali hii kupelekea kuwa mzigo kwa nchi ya Malawi kutokana na kuongezeka kwa idadi ya watu nchini humo. Tuko hapa kutokana na uchaguzi wenye mzozo na migogoro. Kwa kweli maisha ni magumu. Nchi ya Malawi ina amani. Natamani nchi yangu ingekuwa kama watu wa Malawi. Wafanyakazi wa misaada kutoka kambi ya Tengani wamesema kuwa kumekuwa na mlipuko wa magonjwa ukiwemo ugonjwa wa kipindupindu na magonjwa yanayotokana na maji. Changamoto kubwa tulionayo ni upatikanaji wa maji, kwa sababu hapa tuna kisima kimoja tu kwenye hii kambi, na tunajaribu kuangalia ni namna gani ambavyo tutaweza kufanya kuhakikisha kuwa maji yanapatikanika, hayo yanatolewa kwenye hii kambi kabla watu wote hawajahamishwa hapa. Na shirika la wakimbizi duniani UNHCR na shirika la Msalaba Mwekundu zimetuma misaada zaidi nchini Malawi. Nikiripoti, jina langu ni Winifrida Mahimbo, Tumaini TV. Na taarifa hiyo inatukamilishia habari za kimataifa. Tuendelee matangazo mafupi na tukirejea ni habari za biashara na uchumi. Tuendelee na habari za biashara na uchumi. Kushuka kwa mauzo imekuwa changamoto kwa wafanyabiashara maeneo ya Chuo Kikuu cha Tumaini, hususan katika kipindi cha likizo. Onesimo Njiku ana taarifa kamili. Wafanyabiashara wadogo wanaokizunguka Chuo Kikuu cha Tumaini jijini Dar es Salaam waeleza changamoto na athari wanazopitia katika biashara zao, hasa kipindi chuo kinapofungwa, huku wakieleza changamoto kuu ikiwa ni kupungua kwa wateja na mauzo katika biashara kushuka. Huko hapo likizo biashara kidogo inakuwa changamoto, sio upande wa ice cream, sio upande wa mantilie, mamalishe nani. Dada wanauza juisi pale, soda na kila kitu, tugo pesa nini, biashara waka na changamoto kubwa. Athari tunazopata wanafunzi wanapofunga chuo, biashara inakuwa mbaya, mauzo yanakuwa yanapungua. Hivyo. Katika chuo hiki bwana, kipindi cha wanafunzi wakiwepo hapa shuleni tunakuwa tunapata abiria kwa wingi sana, hasa kipindi cha mitihani, kwa sababu watu wengi wanakuwa wanahudhuria vipindi. Lakini pia kuna kipindi ambacho wanakuwa likizo wanafunzi. Kipindi cha likizo hapo kinakuwa na changamoto kidogo ya upatikanaji wa fedha, kwa sababu ni wanafunzi karibia 100% ya wanafunzi wanarudi majumbani wapo chuoni. Kwa hiyo unaweza kaja hapo ukakaa masaa mawili hujabeba abiria, pengine unapata mfanyakazi mmoja ambaye amekuja tu kwa dharura na yeye, afu unarudi nyumbani hujakizi mahitaji yako. Kwa hiyo kuna faida wanafunzi wakiwepo hasa kipindi cha mitihani, lakini kuna changamoto pia wakiwa likizo, kunakuwa na upungufu wa kipato. Naam, na hizo ndo changamoto na athari ambazo wanapitia wafanyabiashara wadogo wanaozunguka maeneo haya ya Chuo Kikuu cha Tumaini jijini Dar es Salaam. Nikiripoti kutoka kwenye maeneo haya wafanyabiashara wadogo, ni mimi Onesimo Michael, Tumaini TV. Wanafunzi Chuo Kikuu cha Tumaini Dar es Salaam waomba kuongezwa kwa huduma za kifedha ndani ya chuo ili kuondoa usumbufu. Jimmy Filipo ana taarifa zaidi. Wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam Tumaini wameeleza hitaji lao la kuongezwa kwa huduma za kifedha ndani ya chuo ili kurahisisha shughuli za kifedha na kuboresha mazingira ya masomo. Wakizungumza na Datu, baadhi ya wanafunzi walisema kuwa ukosefu wa huduma za kutosha za kifedha
kama vile mashine za kutolea pesa ATM na ofisi za kibenki umekuwa changamoto kubwa kwao. Wanafunzi hao walisema kuwa hali hiyo inawalazimu kusafiri umbali mrefu kutoka chuoni kwenda kutafuta huduma hizo, jambo linalosababisha kupoteza muda na kuathiri ratiba zao za masomo. Katika huduma za kifedha ni kweli chuoni kwetu kimejitahidi kwa namna moja au nyingine, lakini wanasema kizuri chochote hakikosi kasoro, kwa sababu hapa chuoni zinapatikana tu huduma za mitandao ya simu, mfano ya Airtel na Vodacom, lakini huduma za kibenki zinakosekana, kitu ambacho kinapelekea wanafunzi wengi kupoteza muda wao wa kutoka ndani ya chuo na kwenda nje ya chuo kutafuta hizo huduma, ambapo huo muda wanaotumia kutoka ndani kwenda nje wangetumia katika mambo mengine ya kielimu kama kujisomea na mambo mengine. Afu hela yako ipo kwenye upande wa simu, kwa hiyo unalazimika kutoka eneo la chuo na kwenda kufanya malipo au kutoa hela nje ya chuo, ambayo inakuwa ni usumbufu na pia ni upotezaji wa muda. Na pia kuhusiana na mambo ya kulipa ada, transaction pale ambazo zinaweza kufanyika, pia muda mwingine wanafunzi wanapata changamoto kwa sababu ATM hazipo ndani ya chuo. Hivyo basi ingeweza kuwepo hizo ATM ambazo mfano kama CRDB, NMB, Maendeleo Bank. Naye naibu waziri wa mambo ya ndani na maradhi kutoka Chuo Kikuu cha Tumaini Dar es Salaam alizungumza kwa kusema haya kwamba wameshaanza kutatua changamoto za huduma za kifedha ndani ya chuo na kuhakikisha huduma za kibenki kupatikana ndani ya stationery zilizopo katika maeneo ya chuo. Wengi wamekuwa wakisema ni juu ya kupata huduma za kifedha ndani ya chuo. Sasa kama chuo kimefanya taratibu kadha wa kadha ili kupunguza hilo hitaji, ikiwemo sasa hivi tunaona kuna huduma za kibenki ambazo zinapatikana kati ya moja stationery zetu pale. Lakini pia hapa nilipo ni maeneo ya huduma za kifedha yanayopatikana katika Chuo Kikuu cha Tumaini Dar es Salaam. Nikiripoti kwenu kutoka Chuo Kikuu cha Tumaini Dar es Salaam, mimi ni Jimmy Omari kutoka Tumaini TV. Habari hiyo inatamatisha habari za biashara na uchumi. Tuungane naye Ibrahim Jafali katika habari za michezo na burudani. Naam, asante sana Joyce Patson. Na katika habari za michezo na burudani ni pamoja na naibu waziri wa michezo katika Chuo Kikuu cha Tumaini, Mheshimiwa Charles Sanyagi, ahimiza wanafunzi kushiriki kikamilifu katika michezo ndani ya chuo. Habari kamili na Innocent Werema. Kuanzishwa kwa mashindano mbalimbali katika Chuo Kikuu cha Tumaini Dar es Salaam, naibu waziri wa michezo Mheshimiwa Charles Sanyagi amehimiza kuwa wanafunzi wote wanapaswa kushiriki vikamilifu, kwani inaenda kuwa chachu hasa kuinua na kukuza vipaji kwa wanafunzi. Pia amependa kuwakaribisha wadau wote ndani na nje ya chuo kushiriki katika mashindano hayo. Himiza wanafunzi wote kujitoa na kushiriki katika michezo mbalimbali ambayo imeandaliwa na wizara. Sisi kama wizara tumeandaa michezo mbalimbali kuhakikisha kwamba wanafunzi wote wanapata nafasi ya kuonesha vipaji vyao na kuonesha kila ambacho wao wanadhani wengine hawana, kwa sababu swala la vipaji ni swala lingine na swala la kuja kuonesha uwanjani ni swala lingine. Kutokana na michezo hii napenda kuwaalika na kuwakaribisha watu wote, wadau wa michezo na wapenda michezo wote kutoka ndani na nje ya chuo, kuhakikisha kwamba wanakuja kushiriki na kushindana. Sio tu kushiriki peke yake na kushindana, kwa sababu kushiriki ni swala lingine na kushindana ni swala lingine. Hivyo sisi kama wizara tumejipanga haswa tumejipanga vizuri kabisa kuhakikisha kwamba kila mpenda michezo na mdau wa michezo popote anapotokea anakuja kuonesha kile ambacho alichonacho yeye kwenye miguu yake aidha kwenye mikono yake na kutoa ule ushindani ambao unatakiwa. Lakini pia baadhi ya wanafunzi wajitokeza na kuelezea faida walizopata kutokana kwa kuanzishwa kwa mashindano hayo. Upande wangu binafsi kwamba nazungumzia swala la michezo katika chuo chetu cha Tumaini, kwamba michezo inasaidia kukuza akili zetu, tuwe na afya bora, na pia inasaidia kupata ajira. Uwepo wa michezo chuoni kwetu una umuhimu mkubwa sana, kwa sababu ni sehemu pekee ambayo inakutanisha watu mbalimbali kutoka sehemu mbalimbali. Sasa
endapo kutakuwepo na michezo na watu kutoka sehemu mbalimbali hata nje ya nchi waliopo katika hiki chuo chetu, wanaweza kaonyesha vipaji vyao na kuvikuza, wakaja kuwa watu wakubwa sana. Wachezaji wengi hapa nchini wametokea kwenye UMISETA, wamekuzwa, waliona vipaji vyao. Hata mbuyu ulianza kama mchicha. Naam, hivyo ndivyo pia kwenye michezo, kuanzia chini kuelekea juu. Nikiripoti kutoka Chuo Kikuu cha Tumaini, mimi ni Innocent Werema kutoka Tumaini TV. Na mchezo wa ufunguzi wa mashindano ya D2 Interclass umeshindwa kumalizika mara baada ya kutokea kwa ghasia uwanjani hapo. Tuungana ripota wetu kwa taarifa kamili. Mchezo huo uliohusisha timu ya wabunge dhidi timu ya serikali ya wanafunzi umeshindwa kumalizika mara baada ya kugundulika kwa mchezaji wa timu ya wabunge asiye na vigezo vya kushiriki katika huo mchezo. Mchezo ulisimama mnamo dakika 65 na kushindwa kuendelea kutokana na majibizano yaliyoibuka hapo uwanjani baina ya timu hizo mbili. Mwamuzi alipuliza filimbi ya kusimamisha mchezo huo, huku timu ya wabunge ikiwa mbele kwa goli 3-2 dhidi ya timu ya serikali ya wanafunzi. Akieleza sababu ya kuvunjika kwa mchezo huo, naibu Waziri wa michezo Mheshimiwa Charles Sanyagi ameeleza kuwa timu ya wabunge ilikiuka sheria kumchezesha mchezaji asiye na vigezo. Zimefanya mchezo huu kuvunjika ni timu mwenyeji, timu bunge kushindwa kufuata matakwa na kanuni ambazo tulikuwa tumewekeana. Moja ya kanuni tulikubaliana sawa huko kuna usajili, ila ni lazima wachezaji wote wawe wa ndani. Kwa hiyo moja ya sababu iliyofanya timu mchezo kuvunjika ni uingizaji wa mamluki kwenye hii mechi ya leo. Kwa upande wa kocha wa timu ya serikali ya wanafunzi, Mlogozi Kiyumba ametupia lawama timu ya wabunge kwa kushindwa kuheshimu sheria na kanuni katika huo mchezo. Lakini kiufupi ni kwamba kuna wachezaji mmoja kama sio wawili ambao kwa namna moja au nyingine hawahusiki na chuo chetu cha Tumaini waliweza kuhusika katika mchezo huu, ili hali sisi binafsi kama viongozi wa haya mashindano tuliamua ni yawe yanahusisha wanafunzi wale tu ambao wanasoma katika chuo cha Tumaini. Kwa hiyo ndio sababu kubwa ambayo imefanya mchezo wetu wa leo ukashindwa kukamilika. Naye kocha timu ya wabunge Ahmad Twalib amesema kuwa wao wanaiachia kamati itoe maamuzi kwa kilichotokea. Pia usimamizi mkali unahitajika katika michezo inayofuata. Nadhani ni usimamizi, kukaza usimamizi, yani kwa una usimamizi pande zote mbili. Upande wa bunge kama hivyo walivyotengeneza mechi, kwa kuna usimamizi mkali wa sheria na aina ya wachezaji inabidi watambulike mapema. Kwa kunafanya trials siku moja kabla ya mechi, mazoezi ili tufahamike, kwa sababu mwanzo wa mechi pia ilitokea tatizo la double signing. Nao mashabiki wameeleza namna mchezo ulivyokuwa licha ya kushindwa kumalizika. Mimi nilikuwa nashabikia upande wa bunge. Kwa upande wangu mimi mechi ilikuwa mbaya kwa sababu nimeona kama tumefanywa hujuma kwa kitendo cha waziri kuingia katikati ya uwanja, badala ya kuongea na refa akaongea na pande zote mbili wakaelewana na muhusika akatolewa kwenye mchezo. Kwa upande wangu mimi nimeona hujuma. Hatujaridhika na matokeo na kama kuna uwezekano mechi irudiwe. Ushauri wangu mimi kwa upande wa timu zote mbili na serikali inayohusiana na masuala ya michezo. Tunaandaa mechi ambayo inakuwa na sheria zake na kanuni. Basi kama mechi inahusiana ni wanafunzi wa chuo, automatically mchezaji anapokuja aje na kitambulisho, kwa sababu wote si ni wanafunzi. Wote waje na vitambulisho. Nikiripoti katika uwanja wa shule ya msingi ya Ushindi, mimi ni Ibrahim Jafari wa Tumaini TV. Tumaini TV wanafunzi hawa wameeleza shauku yao kuelekea siku hiyo itakayofanyika siku ya Jumamosi tarehe 25 mwezi wa kwanza 2025. Walikuwa na mengi wakisema. Kwa upande wangu swala zima la welcome fest hii nalosubiri kwa shauku kubwa, kwa sababu naamini kabisa hiyo siku nitaenda kuenjoy kwa sababu napenda muziki, lakini pia napenda mambo ya msosi na nimesikia siku hiyo kutakuwa na misosi. Nimejiandaa kuipokea welcome fest hii vizuri. Nitakuwa na marafiki zangu, tutakutana, tutafurahia. Tunajua tena masomo ni magumu, kwa kuna muda inabidi refreshment kidogo, kwa tutakuwepo kwa ajili ya kucheza. Naye waziri wa michezo na burudani chuoni hapo Mheshimiwa Benedicto John ameelezea namna alivyojipanga na mikakati walionayo kama serikali kuelekea siku hiyo ya kuwakaribisha mwaka wa kwanza. Sambamba na hilo ameelezea kujenga uhusiano mzuri baina ya vyuo vingine pamoja na chuo cha Tumaini. Mikakati ambayo tunayo kama chuo kwa hivi sasa, tuna mikakati mingi ambayo tunayo. Lakini kwanza zaidi tunataka mechi nyingi za kirafiki na vyuo rafiki, vyuo jirani. Kwa mfano hapa jirani kwetu tuna chuo cha Kodi, tuna chuo kile cha UDSM, tuna DIT. Ni vyuo ambavyo tunatamani sana kuwa navyo karibu katika mechi za kirafiki. Ni kwa sababu gani? Kwanza inakwenda kujenga experience kwa wachezaji wetu, kuweza kujiandaa na mashindano ambayo
yatakuja hivi karibuni. Lakini pia tuna interclasses competition ambazo tunaziandaa sisi, kwa maana mashindano ambayo yatashirikisha ndaki zote katika chuo hiki. Nikisema ndaki nafikiri unanielewa. Tutaanzia upande wa certificate mpaka degree. Watu wote hawa watashiriki katika mashindano haya ya kidarasa. Kwa hiyo tunaamini kupitia haya mashindano tutakwenda kujenga wachezaji wazuri katika mchezo wa mpira wa miguu, kwa maana ya football, basket, netball, volleyball. Lakini pia jambo ambalo wengi hawatarajii, tuna mpango pia kuleta kitu cha kitofauti kidogo. Tunataka ziwepo ngoma za asili. Kama mambo yatakwenda vizuri, tutakuwa na ngoma za asili ambazo zitawafanya watu wengi waweze kuona utamaduni wetu. Michezo na burudani ni nyenzo muhimu sana katika maisha ya kila siku. Nikiripoti kutoka Chuo Kikuu cha Tumaini, mimi ni Julius Amani, Tumaini TV. Na mpaka kufika hapo ndo mwisho wa habari za michezo na burudani. Kwa habari nyingi zaidi za michezo usikose kuungana nasi. Kwako Joyce Patson. Asante sana mwana michezo wetu Ibrahim Jafali kwa taarifa hizo moto moto. Na sasa tuangazie yaliyojili huko mtandaoni. Naam, habari za muda huu mpenzi mtazamaji wa Tumaini TV. Karibu katika yaliyojiri huko mtandaoni. Tukiangazia katika mtandao wa Instagram, kitaifa, tunaona Chama cha Mapinduzi CCM kufanya mkutano mkuu wa kuchagua mwenyekiti na makamu wake wa chama. Na tunaona Mheshimiwa Steven Wasira kupita kwa kishindo na kuwa makamu mwenyekiti wa CCM kwa kura 1910 za ndio na kura 7 tu za hapana, na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kuwa mwenyekiti kama ilivyo awali. CCM wanasema tunazima zote, tunawasha kijani. Vile vile kimataifa, tukielekea huko ugaibuni nchini Marekani, tunaona kwamba mtandao wa kijamii TikTok umetuhumiwa na mahakama kuu nchini humo kutokana na mambo ambayo yanatendeka kwenye mtandao huo ambayo si ya maadili mema. Hivyo basi, mahakama kuu ya nchini Marekani imetoa hadi siku ya Jumapili, yaani Januari 19, 2025, kuwa mtandao huo wa TikTok umesahauzishwa kwa raia yeyote wa Kimarekani ama usitishwe matumizi mara moja nchini humo. Kinyume na hapo, mahakama kuu ya Marekani imeelekeza kwamba kwa raia yeyote anayeishi Marekani atakayepatikana kutumia mtandao huo wa TikTok analazimishwa kulipa mamilioni ya dola kama fine. Na haya ndo mambo ya moto kutoka mtandaoni mpenzi mtazamaji. Ulikuwa nami Grace William Mwiru, asante. Na hayo ndio yaliyojili huko mtandaoni. Tuungane na Nasoro Hawesu anatuletea mbanga ya siku. Karibu katika mbanga za siku katika chuo cha Tumaini Datu. Leo hii tunalo neno kurunzi. Baadhi ya wanafunzi wapo katika kutoa maoni yao maana halisi ya neno kurunzi. Majina yangu mimi naitwa Jackson Anangisi. Nasoma BMC Mass Communication mwaka wa kwanza sasa hivi. Kurunzi ni neno ambalo unaweza kulielezea kwa maana tofauti tofauti. Inategemeana na wewe umelielewa vipi. Lakini kwa mimi ambavyo naelewa, kurunzi ni kama kitu ambacho kinakusanya matukio mbalimbali. Mfano, mtu anaweza kusema kurunzi la matukio. Majina naitwa Rita Jerome Mushi, ni mwanafunzi wa Datu mwaka wa 3. Neno kurunzi manake ni kifaa kinachotoa mwanga, yani torch, kwa mimi ninavyoelewa. Hao ni baadhi ya wanafunzi wakitoa maana halisi ya neno kurunzi. Ila neno kurunzi katika kamusi la Kiswahili ni mwanga wa kuangazia usiku. Ila neno rahisi zaidi tulilolizoea ni tochi ya kuangazia usiku. Kuanzia leo hii utakapoambiwa naomba kurunzi langu, basi tambua naomba tochi yangu. Tumaini TV, Nasoro Hawesu. Asante Nasoro Hawesu kwa mbanga hiyo ya leo. Tuangazie tuliokuwa nayo katika siku hii ya leo. Afisa mikopo waonyesha jitihada kunufaika mkopo NMB. Tetemeko la ardhi la 95 na 130 kujeruhiwa China. Wafanyabiashara walalamika upungufu wa mauzo wakati wa likizo. Na katika michezo na burudani, mechi ya uzinduzi ya mashindano Datu Interclass yashindwa kumalizika kwa dakika 90.
Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari kutoka hapa Tumaini TV. Usiache kutufuatilia kupitia kurasa zetu za Facebook, Twitter na Instagram kama Tumaini TV. Ulikuwa nami Joyce Patson, hadi wakati mwingine, kwa heri.